mimi uniambie twende na wewe kwa duka hapa nje ya Waislamu ambapo utanunua kitabu hiki na tena unakitumia kwa mkutano wako. Sasa kwa nini ukikataa wakati ambapo umepata majina ya Allah wanagawana na Muhammad? Imekulemea hiyo hoja. Sasa baada ya hoja kukulemea, ikabidi sasa msitu wa kujificha ni kukataa kitabu. Naomba wewe shehe ambao naona kama kidogo umesoma, naomba usike hizi vitabu. Hizo vitabu ni genuine. Hizo vitabu kwanza zinabeba hadithi kudus, yani hadithi ambazo hazijaandikwa kwenye Qur'ani lakini ni za Allah mwenyewe. Wewe unasema nini? Tena huyu Allah wenu ni Muhammad. Kwa nini ukisoma hapa ndani Muhammad anaitwa majina ya Allah? Sasa toka hapo nione, toka hapo. Si usikatae kitabu, utetea kitabu maana ni cha kweli, hicho kitabu kiko hapo. Sasa wewe angalia hapo, fanya vitu fulani hapo. Lakini kuna vitu zingine ambazo nataka nisome hapo ndani bado. Bado kinyang'anyiro kinaenda. Lakini kabla sijaenda huko, ninakuanzia kwenye ulianzia kwenye Qur'ani. Ukaambia msomaji wako, Qur'ani moja moja. Naye akasoma maelezo ati ni Qur'ani. Kwa kweli hiyo ni Qur'ani usoma ama ulisoma maelezo? Kwa nini hukusema Qur'ani moja moja maelezo? Kwa nini? Ulisoma maelezo, hakuna Qur'ani moja moja inasema hivyo. Ni maelezo hiyo haya. Mbona mnadanganya Waislamu kama jua linawaka? Sasa kitu ambaye na mimi nataka nikusomee hiyo maelezo uliyosoma. Si ulisoma maelezo ya Qur'ani moja moja na mimi nasoma maelezo ya Qur'ani 780. Soma sasa tusikie. Qur'ani 7. Hata hakuna mwingine anaitwa Allah, hakuna. Mimi nakuonyesha mwanamke anaitwa Allah, nakuonyesha ndani ya Qur'ani. Qur'ani 780. Ndio huyo mwanamke hapo anaitwa Allah. Soma hapo. Nasema hivi. Soma maelezo yenye alisoma. Katika walioharibu utakatifu wa majina ya Mwenyezi Mungu ni hao Makuraishi. Na Waarabu wenzi wao. Ndio. Waliokuwa wakiabudu masanamu. Ndio. Wakiwaitakidi kuwa ni waungu. Ndio. Wanawake. Ima wake zake Mwenyezi Mungu. Ndio. Na watoto wake. Ndio. Walichukua jina la Mwenyezi Mungu. Walichukua jina la Mwenyezi Mungu. La Allah. La Allah. Tuendelee. La Allah. Yani Mwenyezi Mungu. Maliza. Wakampa. Nani? Wakampa. Nani? Sanamu lao la kike. Kumbe kuna sanamu la kike linaitwaje hapo? Allah. Sasa hii Qur'ani na hiyo umesoma. Sasa kani tufuate sasa. Huyu ni mwanamke anaitwa Allah. Jina Allah haliwezi likaita mtu mwingine. Ndio huyo mwanamke nimekuonyesha hapa. Anaitwa Allah. Ama ndio Allah wenu? Alafu akaja akajitetea ati ya kwamba si unajua sasa wewe kile ambao umefanya Muhammad hawezi akaitwa hivyo. Sio mimi nimesema. Ni vitabu za Muhammad zimesema, sio mimi. Alafu ukakuja ukasema hapana, Allah ameumba mwanadamu. Tena ukasema ameumba mwanadamu, amesema kwa udongo. Si ni kweli? Ndio. Sasa nichukulie hii, kuja na hii ukatae. Unaona hii inaitwa asili ya uongofu. Hii inaongelea sababu nusuru ya aya. Kwa nini aya iliteremka? Hebu nisomee ukurasa wake wa 60 na ngapi? Wa 185. Asili ya uongofu 185. Ndio. Inasema hivi. Ndio. Katika ukurasa wake wa 157. Soma 157. 157. Ndio. Sasa utuambie huyu Allah kwani aliumba mtu kwa wewe umesoma Qur'ani akasema ameumba kwa udongo. Sasa msikie, alafu nikuonyeshe kitu kingine Allah anaumba kalamu. Ndakuonyesha haisoma hiyo. Aya ya 8. Ndio. Hakika yeye Mwenyezi Mungu aliyekuumba hapo mwanzo. Maliza. Kwa toni la maji ya manii. Ata kwa toni la nini? Ya maji ya manii. Maliza. Yaliyo dhalili. Ndio. Ukawa mtu kamili. Kumbe huyo tena anasema aliumba kwa toni la manii. Na huyo alisema aliumba kwa nini? Kwa udongo wenye kuvunda. Hii dini ya Uislamu ukiona mtu wako uangalie vizuri kama wako soma. Hebu nipe kitabu kinaitwa Minhaji Muslim. Allah ameumba kalamu ukurasa wa 93. Ameumba kalamu hii kalamu hii Allah. Unajua kusoma Minhaji Muslim? Shehe, sasa wacha nikuonyeshe Minhaji Muslim. Iko hapa na kusomea alafu nakupa. Unaona sasa unadugwa kabisa, wewe lazima tukubatize na wewe utakuwa mchungaji mzuri kanisani. Ukurasa wa 93. Katika ukurasa wa 93. Ndio. Katika kitabu kinaitwa Minhaji Muslim. Ndio. Ya Sheikh Abubakar Aljazair. Ndio, anasemaje? Inasema hivi. Ndio. Katika 93 yake inasema. Ndio. Katika 94. Ndio.
Inasema hivi, ni kauli ya mtume. Ni kauli ya mtume. Cha kwanza alichokiumba Allah. Cha kwanza alichokiumba Allah ni kalamu. Hata ni nini? Ni kalamu. Kumbe Allah aliumba kitu ya kwanza nini? Kalamu. Haya, mpe huyu imamu hiyo. Ndio hiyo Minhaji Muslim. Kama inasoma na miujiza, tumesoma na miujiza ndio hiyo. Ukurasa wa 94 soma. Alafu akaja akasema hivi katika Yohana 5:37 akasema Mungu wa kweli sauti yake haisikiki. Na msomaji wake akamsomea vizuri ya kwamba yule Mungu anayesomwa katika Yohana 5:37 anaitwa Baba. Sasa mimi naomba munielezee, Allah ni baba wenu? Ni baba wenu? Utakuja upite hapo. Ya pili andiko limesema sauti ya Mungu hamkuisikia. Si sauti ya Mungu hatukusikia. Kuna wale hawajasikia sauti ya Mungu, lakini si kusema kwamba sauti ya Mungu haijawahi sikika. Mungu wenu ndio sauti yake hamjui, anaongea Kikamba, anaongea Kigiriama, ni vile tu mnamwekelea Kiarabu. Urogo, hamjui sauti yake, hamjui. Lakini sisi wa Kristo tunaposoma Biblia, hebu nisomee kitabu kinaitwa Petero wa pili 1:17. Mungu wetu aliongea na watu wakasikia sauti yake. Lakini kuna watu ambao wanaambiwa na Yohana sauti yake ninyi hamjasikia. Na wewe pia ukamsikia? Mimi. Wakati huo Yohana akiwa akisikia mimi nilikuwa nimezaliwa. Hiyo swali gani unauliza? Unajua hiyo sema hiyo tusikie. Petero 1:17. Ndio. Maana alipata kwa Mungu Baba nini? Heshima na utukufu hapo. Maliza. Walipoletewa sauti iliyotoka katika utukufu mkuu. Maliza. Huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Maliza. Na sauti hiyo. Tulifanyaje? Sisi tuliisikia. Kumbe sauti ya Mungu inafanyaje? Inasikika. Lakini Mungu wa Waislamu sauti yake haifanyaje? Haijawahi sikika. Sasa maana kuna kitu yenye umekubaliana. Mungu wenu ako na watu wanakula watu huko kwake. Sasa Mungu wa kweli ana watu wanakula watu. Wewe ni msosi wa Mungu wako. Sasa kitu kingine ambaye nimesungumzia yenye wali haujapita hapo ndani. Na ukakuja ukatetea ukasema Mungu wenu anakubali kuchukua zaka za maiti anapeleka. Alafu ukakuja ukasema hata nyinyi Mungu wenu anachukua